Baba yetu na Mungu tukuzwe, tunasema asante Yesu kwa yote, tunaomba toa baraka zako kwa kipindi hiki kwa jina la Yesu, amena. Leo tunakwenda kuangalia habari ya suluhu. Tutakwenda kuangalia maswali machache ambayo wengi wamejiuliza, wamekosa maswali, wamekosa majibu, mpaka wanaanza kuwaza kwamba suluhisho lake ni lipi. Lakini leo tutakwenda kuangalia habari ya suluhu yake ni nini? Habari ya kuja kwa Yesu wengi wanadhani ni hadithi. Ni hadithi ambayo labda imetungwa na baadhi ya watu ambao wanahitaji maslahi yao binafsi, na ndio maana unapomweleza mwanadamu juu ya habari ya ujio wa Yesu anakwambia kwamba yawezekana ikawa ni hadithi. Na wengi wanadhihaki na kufuata tamaa zao wenyewe tu, wakidhani ya kwamba sasa Yesu hawezi kurudi tena. Na baadhi ya watu wengine wamediriki kuzungumza na kusema ya kwamba sasa kama habari ya ujio wa Yesu ipo, mbona mababu na mababu wamekwisha kupita lakini hatuoni mabadiliko yoyote? Sikiliza, suluhisho yake ni nini? Kitabu cha Biblia takatifu kwenye kitabu cha Petro wa pili 3 fungu la 3 mpaka la 4, maandiko matakatifu yameeleza, yamesema ya kwamba hata kipindi kile cha nyuma dhihaka hizi zilitokea na watu wakaanza kuzihaki ya kwamba je, Yesu anakuja ama harudi? Sasa sikiliza Biblia inavyoeleza. Kitabu cha Timotheo cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na lile fungu la 3, Biblia takatifu inaeleza, inasema ya kwamba wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba. Kwamba sasa unaposikia kuna matangazo mbalimbali juu ya amani, matangazo mbalimbali juu ya kuleta amani duniani, ni kwamba maandiko anasema unaposikia habari hizo, anasema ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. Sasa kama uharibifu unakuja mahali palipo na matangazo ya amani, je, suluhisho lake ni nini? Sikiliza. Unaposikia matangazo haya yanayohusu habari ya amani, hilo sio suluhu la uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kukama baraza ya kujadiliana habari ya amani, kuleta amani duniani, habari ya kwamba amani iwepo, bado hilo sio suluhu. Pia kutafuta na kuweka kwamba sasa huyu mwanadamu basi anaweza akaleta amani, kuteua mwanadamu, kumweka mtu fulani hivi ndiye awe msimamizi wa habari ya amani, nalo pia bado sio suluhu. Sasa swali, suluhu yake ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Suluhu yake ni nini? Kwanza unatakiwa uelewe ya kwamba migogoro, vurugu, vita, ukosefu wa amani kwa ujumla wake, tambua kabisa ya kwamba hizo ni dalili ya kwamba Yesu Kristo yu karibu kurudi hivi karibuni. Hivyo basi hatuwezi kupunguza migogoro, hatuwezi kumaliza migogoro, kumaliza vurugu, kusitisha vita kwa sababu tu ya kutangaza habari ya amani. Sikiliza, yote hayo yanatokea tu ili kwamba tutambue ya kwamba sasa Kristo yuaja tena. Ndio maana Ufunuo 1 fungu la 7 Biblia inaeleza, inasema ya kwamba Yesu yuaja tena na kila jicho litamuona. Sasa swali kwako ya kwamba je, atakapokuwa anakuja nitakuwa nimejiandaaje? Hapa tunaangalia suluhu yake ni nini, ili kwamba sasa kama ajenda za kutangaza amani bado hazisaidii, na ndio maana amani inatangazwa bado vurugu zinaendelea, suluhu yake ni nini? Yeremia 25 fungu la 5, maandiko matakatifu yanaeleza, yanasema kwamba Mungu anasema, rudini sasa kila mtu na iache njia yake mbaya, akasema uacheni uovu na matendo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna suluhu jingine ya kwamba amani itakuja yenyewe endapo sisi wanadamu, walimwengu, kila aliye mwanadamu atarudi sasa kila mmoja na akaacha uovu na njia zake mbaya, akarudi kwa Kristo na kuyafutilia mbali matendo yote maovu. Amani itapatikana.
Hii ni ahadi, kwa sababu hata Yesu mwenyewe, Yesu Kristo, kwenye Marko 11 na lile fungu la 22, maandiko yanasema kwamba Yesu akajibu akawaambia, mwaminini Mungu. Haleluya! Suluhu pekee ni kumwamini Mungu. Hatuna ajenda zingine za kutaka amani pasipo kumwamini Mungu. Suluhu lake ni nini? Mwamini Bwana Yesu nawe utapata amani. Maana hata Mtume Paulo kwenye Waefeso 2 na lile fungu la 14, maandiko matakatifu yanasema kwamba yeye ndiye amani yetu, yaani Kristo ndiye amani yetu. Kama tunahitaji habari ya amani, turudi kwa Kristo, basi amani itapatikana, maana Kristo ndiye amani yetu. Tunapozungumzia amani, kamwe amani haiwezi kupatikana duniani isipokuwa tukiwa katika Kristo, tujapokwazwa, tujapopata changamoto, lakini ipo siku tutapata amani ya milele. Mungu akusaidie sana unapokuwa unajiandaa kwa ajili ya kuhitaji kupata amani ya milele. Suluhisho yake ni nini? Mambo haya yote, muamini Bwana Yesu nawe utapata amani ya milele. Swali kwa siku ya leo, wewe unayetazama video hii na wewe unayesikiliza mahali popote ulipo, ni kwamba je, unahitaji kupata amani ya kweli? Mweleze Yesu mahitaji yako. Mwambie Yesu, nimesononeka sana. Yesu, nimepata changamoto katika moyo wangu. Nimekosa amani kulingana na changamoto zote zinazokuwa zinanipata. Mweleze Yesu. Yesu ndiye amani ya kweli. Na kama unahitaji Mungu akusaidie, basi yeye anajua moyo wako. Unaweza ukaandika comment hapo chini ukasema Yesu nisaidie, ama ukasema tuamina. Kristo aonaye silini atakujazi, nawe atakuandaa kwa ajili ya kupata amani ya milele. Bwana na akubariki na Mungu akuzidishie zaidi. Tuombe. Asante Baba, tunashukuru Kristo kwa neema na baraka zako. Tunaomba kwa ajili ya mtazamaji ambaye anahitaji amani ya kweli. Kamsaidie, kamzidishie, kwa sababu ndiyo ahadi yako. Endelea kutoa baraka kwa watazamaji wote watakaoendelea kutazama video hii. Ndivyo tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Karibuni kwa vipindi vingine na Mungu atawabariki sana.